Ni rahisi sana kutumia nafasi hiyo kuweza kutatua changamoto zako za kiafya, lakini pia ukamsaidia na mtu mwingine bado ukapata malipo. Kwa BF Suma ina faida mara licha ya kuwa ukawa na pesa zako, uhitaji pesa, lakini pia afya nayo si muhimu. Hakuna kitu cha kwanza uwe na afya njema ndio uweze kufanya jambo lolote, si ndio? Ukiwa na afya njema unaweza kufanya chochote kile, lakini afya yako ikiwa si salama hauwezi kufanya hata maendeleo yoyote. Tuchukulie mfano mtu ambaye yuko ICU, intensive care unit, yuko chini ya uangalizi wa daktari, tuseme anapumulia mipira, hali yake si nzuri. Unaweza kwenda kumwambia bana, nataka mwaka huu tuwekeze kwenye kilimo cha kahawa. Atakuelewa kweli? Mimi pesa nayo. Atakuona kama vile ni mchawi wa kwanza, sababu afya yake yeye mwenyewe bado haitambui, yuko chini ya uangalizi wa daktari. Wewe unaenda kumshauri kuhusu mafanikio, atakuona wewe ni mchawi wa pili pia, si ndio? Pale anachowaza yeye ni kifo tu. Kwa ndio maana kumbe afya ni sehemu ya kwanza ya mafanikio. Kama huna afya njema huwezi kufanikiwa na wala huwezi kupanga mafanikio yoyote ama maendeleo yoyote. Tuko pamoja mpaka hapa? Kwa tumejifunza maana halisi ya BF Suma, lakini pia tumejifunza BF Suma imeanzia wapi na mpaka sasa hivi imeenea ulimwenguni kote. Lakini ilianza mwaka 93 ikaja mpaka mwaka 2000 ikapatiwa vibali vyote kutoka mamlaka zinazotambua ubora na viwango